Mgombea anayefuata sasa ni ndugu Mohamed Abdrahmani Juma. Karibu sana. Tumpongeze wakati anakuja tafadhali. Tutachukua maswali matatu kama ulivyo taratibu, utayakabidhi hapa na utaelekea kwenye podium kwa ajili ya kujitambulisha. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Mohamed Abdrahmani Juma, ni mtiania nafasi ya mwenyekiti wa Baraza la Vijana Taifa, lakini sambamba na hapo niliwahi kuhudumu katika nyanja tofauti, ikiwa ni rais wa wanafunzi wa Kitanzania nchini India, Parul University, lakini sambamba na hapo nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wanafunzi wote nchini India, lakini sambamba na hapo ni mwenyekiti wa kamati ya maafa na sherehe yote nchini India, lakini sambamba na hapo mimi ni CEO au mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kusafirisha wanafunzi kusoma nchini India na nchi nyingine global, inaitwa More Start Abroad. Asante. Asante. Tunaendelea. Swali la kwanza kwako ambalo ni sawa na swali namba 10 kwa judges. Utahakikisha vipi uwajibikaji na uwazi ndani ya baraza? Utahakikisha vipi uwajibikaji na uwazi ndani ya baraza? Karibu. Asante kwa swali zuri. Kwanza, insha Allah ikimpendeza Mungu na nikiwa mwenyekiti wa Baraza la Vijana Taifa, kila kitu kitakuwa ndani ya sheria na katiba ya vijana wa Zanzibar kupitia ngazi ya wilaya, shehia, na Wazanzibari wote vijana wataelewa kazi na wajibu wa vijana ndani ya baraza la vijana. Lakini sababu na hapo uwazi utakuwepo ikiwa tayari nitasimamia haki na misingi mema nikiwa kama mwenyekiti ndani ya baraza hilo. Lakini uwazi mwingine nitahakikisha mimi kusimamia viongozi wangu wa juu kuweza kuwahudumikia vyema kutokana na misingi tuliyoweka ya baraza letu kupitia sheria na katiba ya baraza la vijana. Asante. Asante. Swali nambari 2 kwako, sawa na nambari 12 kwa judges. Ni jukumu gani la wananchi katika kulinda rasilimali za taifa? Ni jukumu gani la wananchi katika kulinda rasilimali za taifa? Karibu. Asante kwa swali la pili zuri. Jukumu la kulinda rasilimali. Okay. Nikiwa kama mwenyekiti ambao Mungu akiniteua na akinipa nafasi hii, kwanza jukumu kubwa la kuwaelimisha wananchi juu ya rasilimali. Kwanza wajue nini maana ya rasilimali, kwa sababu kwenye rasilimali kuna rasilimali watu, lakini kuna rasilimali vitu. Kwa hiyo wajue umuhimu wa kuwepo na rasilimali, lakini sababu na hapo wakipata elimu, maanake ni kuwapa mafunzo juu ya kuona umuhimu mwema wa rasilimali. Kwa hiyo wakiweza kujua, maanake tutajua kwamba rasilimali zetu zitaenda kutunzwa kwenye uadilifu na heshima kubwa. Asante. Asante. Swali namba 3 kwako, sawa na namba 4 kwa upande wa judges. Ni hatua zipi za kupunguza matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana? Ni hatua zipi za kupunguza matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana? Karibu. Asante kwa swali lako la 3. Tunaelewa kwamba tuna janga kubwa kama vijana ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini kwa Zanzibar pia. Kwa hiyo nikiwa kama mwenye dhamana, Mungu akinijalia, basi nitahakikisha kwanza kuweka usawa wa makundi yote katika baraza letu la vijana, lakini sambamba na hapo nitakuwa naendeleza elimu ya madawa ya kulevya kuanzia ngazi ya shehia, wilaya mpaka taifa, lakini sambamba na hapo nitahakikisha madaktari wetu bingwa ambao wameaminiwa na amepewa dhamana ya kuweza kutukinga sisi tuwe, yani wawe wasemaji wazuri kwenye madhara ya dawa ya kulevya. Lakini sambamba na hapo, tukiwa kama kijana ni nguvu kazi, nitawapa vijana wenzangu ajira nyingi ili wawe bize, wasiweze kufanya shughuli ambazo hazipaswi, ikiwemo madawa ya kulevya na uasharati. Ikimpendeza Mungu, naamini uasharati na madawa ya kulevya Zanzibar hamna. Hapo vipi?
Asante ndugu mgombea, tafadhali unaweza kwenda kuketi sasa. Asante. Tunaendelea. Ndugu washiriki, bila shaka mnachukua notes hizo na mnaweka kumbukumbu vizuri. Atakayepata nafasi mwisho wa siku tutamuuliza kwenye haya aliyotuahidi.